Mwanamke kichaa anamsikia msichana mjanja akipiga kelele kwenye korido la hospitali. Anasisitiza kwamba jeraha la msichana huyo lilikuwa mtego aliouweka mwenyewe, lakini mvulana haamini hata neno moja. Kwa macho yake, msichana huyo mjanja amepoteza kabisa akili. Ndani ya chumba cha hospitali, msichana mwingine anatabasamu kwa utulivu. Kadri wanavyozidi kugombana, ndivyo yeye anavyozidi kuwa salama. Anachukua glasi na kuivunja chini kwa nguvu. Sauti kali ya kioo kuvunjika ndiyo ishara yake. Mvulana anakimbia kuingia chumbani mara moja. Msichana ananyosha mkono kwa udhaifu akitaka maji. Mvulana anaingiwa na hofu na anamnywesha maji mwenyewe. Wasiwasi wake unaonekana wazi. Msichana mjanja anapoliona hilo, anawaka kwa hasira, lakini msichana aliyelazwa anaonekana mwenye hofu na dhaifu. Anajifanya mdogo na mwenye huruma. Anasema yeye ni msichana wa kijijini aliyezoea kuvumilia maumivu. Kama msichana mjanja angeumia, mvulana angeumia pia. Ndiyo maana aliamua kubeba maumivu mwenyewe. Mvulana anashangaa sana. Hakuwahi kujua kwamba msichana huyu anamjali kiasi hicho. Msichana mjanja anaingiwa na hofu na kujaribu kujitetea kwa nguvu. Anasema msichana huyu amepanga kila kitu ili kupata huruma. Polepole msichana anainuka kitandani. Maumivu na huzuni usoni mwake vinaonekana vya kweli kabisa. Anasema alidhani kumwokoa msichana mjanja kungemfanya aache kumchukia, lakini badala yake ameendelea kudhalilishwa. Anamsihi mvulana wasigombane kwa sababu yake. Hata anasema yuko tayari kuhamia shule nyingine na kutoweka kabisa. Kujiondoa kwake kunakuwa pigo kubwa zaidi. Mara moja mvulana anasimama upande wake bila kusita. Msichana mjanja anaanguka kwenye mshangao. Anapiga kelele akisema yeye ndiye mchumba wa kweli. Mvulana anadhibiti hasira yake na anadai msamaha, lakini msichana mjanja anakataa, akiamini yote ni uongo. Ghafla mwanafunzi mwingine anakimbia kuingia chumbani. Ni rafiki wa karibu wa msichana mjanja, lakini sasa anasimama upande wa msichana aliyejeruhiwa. Anathibitisha kwamba msichana huyo hakuwa na sababu yoyote ya kupanga njama. Kabla ya safari yao, msichana huyo hata alionyesha furaha yake waziwazi, akiamini kwamba msichana mjanja alitaka kweli kuwa rafiki yake. Ukweli huo unavunja kila kitu. Msichana mjanja anaona dunia yake ikivunjika. Rafiki yake tayari ameona ukweli kwamba hakuwa rafiki, bali mtumishi tu aliyekuwa akitumiwa. Anajaribu kutoa maelezo ya mwisho, lakini uamuzi wa mvulana tayari umefanyika. Anamhukumu kwa ukatili na uwivu wake, kisha anamwamuru aondoke mara moja. Msichana mjanja anatoka chumbani akiwa amedhalilika na mwenye hasira. Ndani ya chumba, msichana anajiegemeza kwenye kifua cha mvulana. Kwenye midomo yake, tabasamu la kimya linaanza kuchanua. Kama umeipenda, comment next kwa mwendelezo.